Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir ametoa shukrani kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kuwa elimu ya juu inaendelea kuwa nyenzo ya mageuzi ya kiuchumi nchini. Mheshimiwa Wanu amesema hayo wakati akitoa hotuba fupi ya kumkaribisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika uzinduzi wa kampasi 16 zilizojengwa na Rais Dr. Samia Suluhu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie fursa hii kukushukuru kwa dhati kabisa kwa kuridhia kuwa mgeni rasmi katika hafla hii, licha ya majukumu mengi ulionayo ya kuwatumikia Watanzania. Uwepo wako Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ishara ya dhamira thabiti ya kuunga mkono juhudi za kuimarisha sekta ya elimu nchini. Aidha, nikupongeze kwa kazi ya kizalendo unayoifanya ya kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya serikali kwa ufanisi. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, mbunge na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, ambaye alitamani kuwa nasi hapa, lakini kutokana na majukumu mengi ambayo yamemkabili ya kitaifa, ameniomba mimi nimwakilishe. Naomba kwa heshima kubwa upokee salamu, shukurani na pongezi zake kwa uongozi wako mahiri, lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba upokee udhuru wake wa leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba kama wizara tumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti, maono na dhamira ya dhati ya kuifanya elimu ya juu kuwa nyenzo ya mageuzi ya kiuchumi. Aidha, tunatoa shukrani zetu kwa Benki ya Dunia kwa kuwezesha utekelezaji wa mradi huu muhimu wa maendeleo ya taifa letu, kwani kupitia mradi wa HIT serikali inalenga kubadilisha taswira ya elimu ya juu nchini kwa kusogeza huduma hii karibu zaidi na wananchi. Wizara imejidhatiti kusimamia utekelezaji wa mradi wa HIT kwa kuzingatia thamani ya fedha, ubora na muda uliopangwa, huku ikiimarisha mifumo ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha uwajibikaji na tija inayokusudiwa inafikiwa. Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA CPA Anthony Kasore amesema VETA itaendelea kutoa fursa kwa vijana waliopata ujuzi bila vyeti rasmi kupitia mpango wa urasimishaji wa ujuzi unaotolewa nje ya mfumo wa mafunzo ya PPL. Mpango huo ni utekelezaji wa sehemu ya programu ya Mama Samia ya urasimishaji ujuzi inayolenga kurasimisha ujuzi kwa vijana 80,000 nchini kote hadi kufikia Juni 2027. Eneo la 7, kuna eneo ambalo tumeendelea kulitekeleza. Tunajua hapa nchini wako mafundi, wako watu wenye ubobevu, wenye kujua kufanya shughuli mbalimbali, na tunawaamini. Wako mafundi ambao wanatutengenezea magari yetu, hawajapita VETA, hawana vyeti vya VETA. Wako mafundi umeme, wako mafundi nyumba ambao tunawatumia na tunawaamini. Lakini ukisema kwamba huyu mtu utaalamu wako huu nani ameuthibitisha, unaweza kukuta hakuna aliyemthibitisha ule utaalamu. Na katika kulitenda hilo, serikali ilipitisha mfumo wa urasimishaji wa ujuzi ambao watu wameupata nje ya mfumo rasmi, kwamba ule wa kuja darasani na kusoma. Kupitia hii, sisi kama VETA tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunawafuata hao watu na kujua kutambua ujuzi wao na kuthibitisha kweli huyu mtu anakijua hicho anachokifanya, na mwisho wa siku kumpatia cheti ambacho kitamtambulisha popote atakapokuwa anahitaji kupata ajira, au anapotaka kuthibitisha ujuzi wake, au anataka kujiendeleza katika ngazi zingine. Na hili tunakuja na tupo katika programu inaitwa Mama Samia na urasimishaji ujuzi. Programu hii tunataka kwenda kurasimisha ujuzi kwa takriban vijana na wananchi 80,000 hapa nchini, na katika kufanya hilo kwa mwaka huu wa 25-26 tunaenda kutekeleza kwa wananchi na vijana 30,000. Ndio lengo, na tunaanza kulitekeleza hilo ili kuweza kurasimisha ujuzi wa watu, na tunaamini urasimishaji wa ujuzi huu tumeona matokeo katika baadhi ya watu ambao tumeufanya. Watu wameweza kurasimisha ujuzi wao katika ujenzi, wamejikuta kwamba sasa wanapata ajira na wanapata kipato, lakini wanaenda kwenye tenda zinazotangazwa na maeneo mbalimbali.
na wanaweza kupata zile tenda kwa sababu wamethibitisha ule ujuzi waliokuwa nao na ubora walionao. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa vijana na mafundi ambao wako hapa nchini, na tutaendelea kuhakikisha kwamba wote wanapata fursa hii na kuweza kutambuliwa ujuzi wao uliokuwepo. Informative TV. We believe in knowledge.